saluni bana kuna mitego mingi. Yaani kama sasa dada anaona bana sasa kama yale yenyewe bana leo kama wateja wenyewe watakuwa 3 4 kesho sijui. Basi anaongeza zile traps au mitego kwamba basi mteja atakayefika pale bana kwa mtego ambao utakuwepo pale basi at least apate kitu cha ziada kutoka pale. Sio kama umeelewa vizuri. Au imefika saa 3 usiku, saa 3:30. Ofisi inafungwa saa 4 kamili. Mteja umefika mikononi mwangu saa 3:30. Mimi nakaa Mbagala, nafanya kazi Mikocheni. Toka asubuhi nipate 5,000. Nyumbani nina mtoto. Asubuhi natakiwa nirudi kazini. Nafanyaje ili mimi nitoe 10,000 kwenye mfuko wako? Naona mambo hayo sasa. Kumbe inatokana na hali tu halisi. Hali halisi, yani ni mifumo tu hatujatengenezewa mizuri. Mbona kuna waiters sio wanalipo mwisho wa mwezi? At least basi zile tips ndo zitumike kama mtu ajue ana usafiri, ana chakula, lakini hela yake kabisa anajua kabisa mimi nifanya mtasiku labda hata na 200,000 mwisho wa mwezi au na 150,000 mwisho wa mwezi. Nani anapaswa kuweka mifumo ya ulipaji? Owners, wamiliki. Yani shida ni kwamba wamiliki, kwa mfano wewe ni career yako ni mwandishi wa habari. Wewe unataka kuwekeza kwenye saluni. Hujui chochote. Lakini wewe unakuja kuniamini mimi Resti kwa sababu mimi ndio nina uzoefu wa ufanyaji wa saluni. Kwa hiyo chochote utakachokifanya ni maelekezo kutoka kwangu. Unafungua hiyo saluni. Lakini wewe saluni yako ina mwaka mmoja, hujawahi kuja ukakaa kikao na timu yako yote. Kila siku unaongeaga na Resti tu. Resti ndio una hakika anaweza kuiladi ile ofisi yote. Si ni teamwork. Tunatakiwa tuwe teamwork. Kaa na watu wako, ongea nao. Ndio maana wana ile tabia hujawahi kwenda saluni unasema jamani huyu dada mpya kila siku yani kila siku wadada wanabadilishwa. Yani mtu hawezi kufanya kazi sehemu moja kwa muda mrefu. Kwa sababu ni temporary. Yani mimi anajua sasa mimi hata kama nikinyoza amenikwaza naweza nikamdisrespect nikaondoka, sina ninachokidai. Lakini hata kama yeye anajua sasa mimi na elangu itamfanya hata yeye awe na discipline na kazi na commitment pia. Na commitment pia.